Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mimi mtumishi wa Mungu Nabii JB Madai wa huduma ya uponyaji ulimwenguni. Leo ninakuletea ndoto moja ya ajabu, na kupitia ndoto hii ninaamini maisha yako yatafunguliwa na kuwa huru. Ndoto yenyewe ninakuletea leo ni ile ndoto mtu anapoota amezungukwa na makaburi. Yaani ni ndoto mtu anaota amezungukwa na makaburi, yuko katikati ya makaburi. Unapoota ndoto hii na mtu mwingine anaota ndoto, anaambiwa wewe umekufa, kaburi lako ni hili hapa. Yaani kwenye ndoto anaona kuna mtu anamuonyesha kaburi lake, au kwenye ndoto anakuta jina lake limeandikwa kwenye kaburi fulani. Unapoota ndoto ya namna hii, ndoto hiyo sio kuipuza, kwa sababu sio ndoto nzuri. Unapoota ndoto namna hii, maana ya kwanza kabisa ni Roho Mtakatifu anasema na maisha yako kwamba umezungukwa na roho ya mauti. Manake wewe unafuatiliwa na roho ya mauti. Kwa maana yake uanze kuomba na kukataa roho ya mauti. Anza kukataa roho ya mauti inayokufuatilia. Lakini unapoota umezungukwa pia na makaburi, ni Mungu anasema na maisha yako. Maana ya pili ndoto hii ni Mungu anasema na maisha yako kwamba ombea watu wako karibu, kwa sababu roho ya mauti inatembea. Roho ya mauti inatembea. Huenda ni katikati ya familia, utashangaa kuna misiba mingi inatokea. Maana yake ni misiba sio ya kawaida. Unataka uombe ili kuzuia hivyo vifo vinavyoendelea. Inawezekana ni kwenye eneo lako la kazi, inawezekana ni kwenye eneo lako la mahali unapoishi. Ni Mungu anakuambia anza kukataa roho ya mauti, kwa sababu inakula watu wako wa karibu. Kwa unapoota ndoto ya namna hii, ni ndoto mbaya, ni Mungu anasema na maisha yako ukatae roho ya mauti. Lakini maana nyingine ya hii ndoto ni ndoto ambayo imebeba ujumbe kwamba kila unachokifanya kimekufa. Yaani ulimwengu wako wa roho umeuliwa. Utashangaa kwamba ndoa inakufa. Utashangaa kwamba elimu za watoto wako zinakufa. Utashangaa kama ulikuwa unafanya biashara unakufa, uchumi unakufa. Unashangaa vitu vinakufa kwenye maisha yako. Kila unachokigusa kinakufa. Unapoota ndoto hii, kiufupi tu ni ndoto iliyobeba roho ya mauti. Mauti inaweza ikawa ya kimwili au ya kiroho. Kuna aina nyingi sana za mauti. Kwa hiyo ni kukataa mauti. Ni kukataa mauti. Kuna andiko moja kwenye Biblia linasema, Bwana uniokoe, maana makaburi yamenizunguka. Makaburi yamenizunguka. Anasema Bwana uniokoe, maana makaburi yamenizunguka. Lakini pia ukisoma ile kitabu cha Habakuki 2:1, anasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Kwa ndoto hiyo inakuhimiza usimame kwa zamu yako, usimame ukatae yanayoendelea. Yanayoendelea. Lakini pia ukisoma ile kitabu cha Habakuki, sura 3:2, Biblia inasema Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Huyu mtumishi wa Bwana anaambia Mungu, fufua kazi yako katikati ya miaka. Kwa hiyo anza kuomba ufufuo kwenye maisha yako. Anza kukataa mauti. Mwambie Mungu, fufua biashara yangu. Mungu, fufua kazi yangu. Mungu, fufua watoto wangu. Fufua elimu ya watoto wangu. Fufua mahusiano. Anza kuomba maombi ya ufufuo ili kupata kuishinda hiyo roho. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, chochote kilichokufa kwenye maisha yako kifufuke. Hiyo huduma iliyouliwa, huenda ni ndoto nzuri imeuliwa, huenda ni yatima, huenda ni baraka fulani imeuliwa, ninaamuru ikafufuke katika jina la Yesu. Yule Yesu aliyefufua na uzima, akufufue wewe na maisha yako, akufufue wewe na uchumi wako, akufufue wewe na kazi yako. Yule Yesu aliyemfufua
yule mtoto wa mjane kwenye lango la Naini. Biblia inasema na mwanamke mmoja alikuwa ni mjane, alikuwa amefiwa na mwanae wa pekee. Yesu alipomuona akamhurumia, akamwambia, kijana inuka, ninakuombea na wewe katika jina la Yesu. Yule Yesu aliyotokea kwenye lango la Naini atokee na kwenye maisha yako, atokee na kwenye biashara yako, atokee kwenye hiyo ndoa, atokee katikati ya hilo unalolipitia. Atamke ufufuo, achilie ufufuo katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe unayesikia video hii, unayesikia audio hii, katika jina la Yesu, maisha yako yafufuliwe. Hicho unachokifanya kikafufuke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila roho ya mauti nimeikataa kwako. Yesu aliyemfufua Lazaro aliyekuwa amekufa siku ya 4, naye amekwisha kuanza kunuka, akafufua chochote kile ambacho kimekufa kabisa, akafufue kwa damu ya Yesu. Mambo yako yakainuke na kuangaza. Ni mimi mtumishi wa Mungu Nabii JB Madai. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa masomo kama haya, maombi, ushauri na baraka nyingi, waweza kunitafuta kwa namba za simu ya 0760 737986. Mungu wa mbinguni atabariki maisha yako. Lakini waweza kutuma linki hii kwa watu wengine. Share video hii, share ujumbe kama huu kwa mtu mwingine. Inawezekana unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini kuna mtu anapita mazingira magumu na anatamani apate ujumbe kama huu, apate msaada. Kutuma ujumbe huko marafiki zako, tuma ujumbe huu kwa watu wengine, utakuwa baraka kwenye maisha yako. Share, lakini pia unaweza kulike hapo. Like kama umependa video, unaweza kulike, lakini pia unaweza kucomment nione pamoja kwamba tuko pamoja na wewe. Lakini pia niseme kwamba kwa wewe ambao unatamani mafundisho haya na mengine mengi, waweza kunitafuta kwa page yangu ya Facebook. Ninatumia jina la Nabii JB Madai. Unaandika neno Nabii JB Madai, utatupata pale. Lakini pia waweza kutufollow kupitia YouTube account yangu. Waweza kunifollow kupitia YouTube account yangu. Ukiingia YouTube pale, nena sehemu ya kusearch, andika Uponyaji Mlima wa Makimbilio, Uponyaji Mlima wa Makimbilio, utatupata pale. Utakutana mafundisho mengi yaliyokuwa baraka kwa maisha ya watu. Lakini pia waweza kwenda TikTok, tunapatikana kwa jina la Nabii JB2. Ukiandika Nabii JB2 utatupata pale YouTube, utatupata pale TikTok. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana mpendwa. Nimekuombea baraka, nimekuombea mafanikio. Wewe ambaye umekata tamaa, Mungu akutie moyo. Wewe ambaye unapitia kipindi fulani, umekutana na giza mbele yako, nuru itokee, umuone Bwana kwenye hilo unalolifanya. Nimeomba ufufuo kwenye maisha yako. Bwana akafue ile kazi iliyoko ndani yako. Mungu akafue ile ndoto iliyo ndani yako, ukapate baraka, ukapate ushindi katika jina la Yesu. Kwa shuhuda na mambo mengi kama haya, kama kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yako toka umeanza kufuatilia mafundisho haya, tuma ushuhuda wako hapo chini na Mungu atakubariki zaidi. Umekuwa na mimi mtumishi wa Mungu Nabii JB. Kufikia hapa nimefikia mwisho. Niseme bye bye.